ulifukua uhai kwa hasira. Katika kila kijiji kuna hadithi, na katika kila hadithi kuna siri. Kabla hatujaanza hii hadithi ya leo, bonyeza pale chini kitufe cha like, kisha subscribe kwenye channel hii ili usipitwe na hadithi nyingine kali kama hii. Na usisahau kuacha comment, niambie unasikiliza ukiwa wapi. Hapo zamani za kale, jua la asubuhi lilichomoza polepole juu ya vilima vya kijani likipaka anga rangi ya dhahabu. Ndege walipiga mluzi kutoka kwenye miti mirefu ya minazi na kijiji kilianza kuamka kwa sauti ya kuwika kwa jogoo na watoto wakicheka. Katika moyo wa kijiji, nyumba ndogo ya udongo yenye paa la nyasi ilisimama imara. Hii ilikuwa nyumba ya Bwana Juma, mkulima mwenye bidii, na binti yake pekee, Zawadi. Maisha ya Zawadi yalianza kwa machozi na matumaini. Mama yake alikufa siku ile ile alipozaliwa. Wanakijiji walinong'ona kwa huzuni, mtoto anawezaje kuingia katika dunia hii na mama kuondoka mara moja? Lakini baba yake alikataa kukubali kukata tamaa kumemeze. Alimshikilia mtoto huyo mdogo karibu, alifuta uso wake na kunong'ona, wewe ndiye nuru yangu, Zawadi, nitakulea kwa mikono yangu miwili, utakuwa imara. Tangu siku hiyo, baba na binti hawakutenganishwa. Zawadi alikulia mashambani. Mwanzoni alikuwa mdogo sana kushika jembe, kwa hiyo alimfuata Bwana Juma karibu, akibeba vibuyu vidogo vya maji. Angeimba kwa sauti, akitunga nyimbo za kufanya moyo wa baba yake kuwa mwepesi. Baba, viazi vitakuwa, mahindi yatainuka, shamba letu litang'aa chini ya anga pana. Bwana Juma angecheka nyimbo zake za kitoto, ampapase kichwani na kusema, binti yangu, sauti yako ni tamu kuliko filimbi. Kufikia umri wa miaka 10, Zawadi alikuwa akifanya kazi kama mwanamke. Alipiga magugu, alipanda, alichota kuni na kupika. Alifanya yote haya bila kulalamika. Urembo wake ulianza kung'aa mapema. Ngozi yake ilikuwa nyeusi na nyororo. Macho yake yaling'aa kama maji chini ya jua, na tabasamu lake lilileta amani. Wavulana wa kijiji walimtambua. Wengine wangepita karibu na shamba, wakijifanya wanatafuta mbuzi ili tu wapate kumsalimia. Wengine wangesimama kando ya mto, wakisubiri wakati atakapokuja kuchota maji. Lakini Zawadi alikuwa akiwacheka tu na kuondoka. Alipofikisha miaka 21, wachumba walianza kujipanga kwenye nyumba ya Bwana Juma. Wengine walikuja na zawadi za tembo, wengine walikuja na mifuko ya viazi na kokwa za kola. Wazee wa kijiji wangenong'ona, Zawadi ni hazina kweli, yeyote anayemuoa atapata baraka. Lakini kila wakati Zawadi alitikisa kichwa chake taratibu. Baba, angesema, bado siko tayari, moyo wangu hauhisi kile unachopaswa kuhisi. Bwana Juma, ingawa alishangazwa, hakuwahi kumlazimisha. Alimpenda binti yake sana. Lakini wanakijiji walianza kuzungumza. Jioni, wakati wanawake walipokusanyika mtoni, sauti zao ziliongezeka kama ngoma. Kwa nini Zawadi anakataa ndoa? Je, anamsubiri mfalme? Urembo bila mume ni urembo uliopotea. Labda ana mume wa jini. Walicheka, walitikisa vichwa vyao na walibeba porojo hizo nyumbani. Zawadi aliwapuuza. Moyo wake ulitamani upendo wa kweli, si ndoa yoyote tu. Siku moja mkali ya soko, hatima ilileta kitu kisichotarajiwa. Uwanja wa kijiji ulikuwa umejaa kelele. Wauzaji wakipiga bei, wanawake wakijadiliana, watoto wakikimbizana. Zawadi alikuwa akipanga mboga safi kwenye meza ndogo ya mbao. Alivaa kanga rahisi na nywele zake zilikuwa zimefungwa vizuri na kitambaa.
Uso wake uling'aa hata bila vipodozi. Siku hiyo hiyo, mwanamume tajiri aitwaye Mzee Hamisi aliingia kijijini. Alikuwa mfanyabiashara wa mali isiyohamishika kutoka jijini. Alikuwa amekuja kununua ardhi kwa ajili ya mradi. Mrefu, mwenye kujiamini na amevaa shati nyeupe safi, Mzee Hamisi alijibebwa kwa utulivu. Lakini macho yake yalipomwangukia Zawadi, kitu ndani yake kilitulia. Hakuwa kama wanawake aliowaona jijini. Alikuwa wa asili, mrembo na amejaa nguvu ya utulivu. Alimwangalia akitabasamu kwa mwanamke mzee ambaye alikuwa maskini sana asiwe na kulipia mboga. Zawadi alimshikiza chakula mkononi mwa mwanamke huyo na kusema kwa upole, "Chukua mama, nenda ukapike kwa ajili ya watoto wako." Moyo wa Mzee Hamisi ulilainika. Alimuuliza mwanakijiji, "Yule msichana ni nani?" Mwanamume huyu alijibu, "Huyo ni Zawadi, binti ya Bwana Juma. Yeye ni mrembo, mfanyakazi, lakini amemkataa kila mchumba katika kijiji hiki." Mzee Hamisi alitabasamu kimya. Labda amekuwa akinisubiri. Siku zilipopita, Mzee Hamisi alipata sababu za kutembelea shamba ambako Bwana Juma na Zawadi walifanya kazi. Mwanzoni, Zawadi alikuwa na aibu karibu naye. Alikuwa ameona wanaume matajiri hapo awali, wenye kiburi na majivuno. Lakini Mzee Hamisi alikuwa tofauti. Aliungana nao shambani, mikono yake haikuogopa kugusa udongo. Alimsaidia Bwana Juma kubeba vikapu vizito vya mihogo. Alicheka kwa uhuru, alisikiliza kwa makini na alizungumza kwa upole. Moyo wa Zawadi, uliokuwa umefungwa kila wakati, ulianza kufunguka kidogo kidogo. Wakati jua lilipopaka anga rangi ya machungua, Mzee Hamisi alimgeukia. "Zawadi, tangu siku ya kwanza nilipokuona, nilijua uwe ulikuwa tofauti. Wema wako unang'aa zaidi ya urembo wako. Je, utaniruhusu nitembee karibu nawe katika maisha haya?" Moyo wa Zawadi ulipiga haraka. Alishusha macho yake kwa aibu. Kwa mara ya kwanza, alitabasamu kwa mchumba. Usiku huo, alimnong'oneza baba yake, "Baba, nadhani nimempata yule wa kweli." Harusi ilikuwa ya kifahari. Ngoma ziliitikia milimani. Wanawake walicheza na njuga kwenye vifundo vyao. Watoto walipiga makofi na kuimba. Wazee waliinua mikono yao na kubariki muungano huo. Kijiji chote kilisherehekea, kwa maana Zawadi, kio chao, alikuwa amepata upendo hatimaye. Alimfuata Mzee Hamisi jijini, moyo wake ukiwa umejaa ndoto. Nyumba ilikuwa kubwa, magari yaling'aa, nguo zilikuwa za bei ghali. Mwanzoni, maisha yalijiona kama hadithi ya hadithi. Mzee Hamisi alimwabudu na Zawadi aliamini furaha hatimaye ilikuwa imetulia nyumbani kwake. Lakini miaka 3 ilipita na hakuna kilio cha mtoto kilichosikika. Tabasamu la Zawadi lilififia polepole. Yeye na Mzee Hamisi walitembelea hospitali, waliomba makanisani na walijaribu kila matibabu. Kila wakati daktari alipotikisa kichwa chake, moyo wake ulivunjika kidogo zaidi. Mzee Hamisi alijaribu kubaki imara. Alishika mkono wake na kusema, "Usilie mpenzi wangu, watoto watakuja. Nilikuoa kwa sababu ya wewe ni nani, sio kwa sababu ya kile unachoweza kutoa." Lakini sio kila mtu alifikiri kama yeye. Familia yake ilianza kumpinga Zawadi. Alasiri moja, mama yake alipiga kelele, "Wewe ni mwanamke wa aina gani? Miaka 3 na hata mtoto mmoja. Uko hapa kula utajiri wa mwanangu? Wewe ni laana." Dada zake walijiunga naye wakimziaki. Walimuita tasa, asiyefaa na asiyestahili. Wakati mwingine walimsukuma, wakati mwingine walirarua nguo zake, na wakati mwingine walieneza porojo katika jirani. Zawadi alilia peke yake usiku, machozi yake yakilowesha mto. Alikumbuka kijiji chake tulivu na shamba, ambapo maisha yalikuwa rahisi. Alitamani angeweza kutoroka kurudi mikononi mwa baba yake. Kufikia mwaka wa 4, roho yake ilikuwa dhaifu. Lakini basi, siku moja baba yake alimtumia ujumbe, "Binti yangu, rudi nyumbani. Wazee wanataka kuongea." Zawadi alifunga begi lake kwa mikono inayotetemeka. Tumaini na hofu vilipigana ndani ya moyo wake alipojiandaa kurudi kijijini ambacho mara moja kilikuwa na furaha yake yote. Barabara ya kurudi kijijini ilijiona ndefu kwa Zawadi. Alikaa kimya kwenye basi, akitazama nje ya dirisha huku miti na mito ikipita. Moyo wake ulikuwa mzito kwa maumivu. Hata hivyo,
Mahali pengine ndani, mwanga mdogo wa tumaini ulikataa kufa. Karibu naye aliketi binamu yake Neema, msichana mwenye umri wa miaka 17 ambaye alikuwa tayari kutengeneza utani hata katika nyakati nzito. Neema alikaribia na kunong'ona, "Dada Zawadi, tunapofika kijijini, lazima ule puff ya Mama Ngosi. Ukiila, utasahau shida zako." Zawadi alitabasamu kwa unyonge. "Neema, hata nikila mlima wa puff, je, itanipa mtoto?" Neema alikasirika, kisha akacheka ghafla. "Huwezi kujua, labda puff ndio jibu. Umejaribu hospitali na madaktari, kwa nini usijaribu puff?" Kwa mara ya kwanza katika wiki, Zawadi alicheka kwa upole. Lilikuwa kicheko kidogo, lakini lilibeba joto. Walipofika kijijini, Bwana Juma alikuwa akisubiri kando ya barabara. Ndevu zake zilikuwa zimekuwa kijiu na mikono yake imara kutokana na ukulima, lakini macho yake bado yalibeba upendo ule ule. Alimkumbatia mtoto wake kwa nguvu, kana kwamba hatamwachilia haende. "Mtoto wangu," alisema, "usilie tena. Wazee hawatakubali machozi yako yapotee bure." Usiku huo, watatu hao waliketi nje chini ya mwangaza wa mwezi. Nzinenze ziliimba na kimulimuli zilicheza karibu nao. Uso wa Bwana Juma ulikuwa mbaya. "Kesho," alisema, "tutamtembelea mganga Fumo. Yeye ni mzee, lakini macho yake ya roho bado yanaona mbali. Atatuambia kile ambacho madaktari hawawezi." Asubuhi iliyofuata, safari ya kwenda kwenye maskani ya mtaalamu wa uganga ilikuwa kimya. Maskani alikuwa ndani kabisa ya msitu, umezungukwa na miti mirefu ya iroko. Sanda za kouri zilitundikwa kutoka kwenye matawi na harufu dhaifu ya mimea inayowaka ilijaza hewa. Ndani, mganga Fumo alikaa kwenye mkeka. Mgongo wake ulikuwa umepindwa kwa uzee. Macho yake yalikuwa mawingu, lakini sauti yake ilikuwa kali kama wembe. Alimwangalia Zawadi na kuzungumza kabla hata hajamsalimia. Umekuwa ukilia, tumbo lako limefungwa. Si kwa mwanadamu, si kwa ugonjwa, bali kwa mkono wako mwenyewe. Moyo wa Zawadi ulipiga. "Mkono wangu mwenyewe? Nimefanya nini?" Sauti ya mzee huyo ilikuwa imara. "Miaka iliyopita, ulipokuwa mdogo, hasira yako ilikudhibiti. Ulimzika kuku mama na mtoto wake wakiwa hai shambani kwa sababu walitawanya kazi yako. Ulidhani haikuwa kitu, lakini roho za maisha zinakumbuka. Ulizika maisha kwa hasira, na sasa maisha yanakataa kukua ndani yako." Zawadi alishusha pumzi, mikono yake ikitetemeka. Kumbukumbu zilirudi nyuma. Alikuwa na miaka 12, amechoka kutokana na kufanya kazi juani. Kuku na kifaranga walikuwa wamechokonoa matuta yake ya viazi. Kwa hasira yake, aliwashika na kuwazika kwenye udongo, akipuuza kilio chao. Alikuwa amecheka wakati huo, akifikiri ilikuwa tendo dogo. Sasa, machozi yalishuka usoni mwake. "Oh, hapana. Nilikuwa mtoto. Sikujua." Mganga Fumo alitikisa kichwa chake. "Dunia haijui mtoto, roho hazijui udhuru. Kile kilichofanywa kimefanywa, lakini kuna rehema. Ikiwa utaheshimu kile ulichozika kwa hasira, ikiwa utarudisha maisha kwa heshima, tumbo lako litafunguka tena." Zawadi alianguka magotini. "Tafadhali niambie nifanye nini?" Mganga Fumo aliinua fimbo yake. "Lazima urudi kwenye ardhi hiyo hiyo. Lazima upike chakula, ucheze, uimbe na uzike kuku na kifaranga vizuri, kana kwamba unazika wanadamu. Ndipo tu laana itavunjwa." Hewa ilikuwa nzito kwa ukimya. Neema, anayezungumza kila wakati, alivunja ukimya ghafla. "Kwa hivyo dada Zawadi lazima acheze na kuku. Siwezi kusubiri kuona hilo." Hata Bwana Juma alicheka kwa upole, ingawa jambo hilo lilikuwa zito. Zawadi alifuta machozi yake na kutingisha kichwa. Nitafanya chochote inachochukua." Siku iliyofuata, kijiji chote kilikusanyika. Habari ilikuwa imeenea kama moto. Zawadi, binti wa mkulima aliyekuwa mke wa jiji, anafanya mazishi ya ajabu kwa kuku na kifaranga. Watu walitoka wakiwa na udasiri. Wengine walicheka, wengine walitikisa vichwa vyao. Wanawake wazee walinungunika, "Hivi ndivyo roho hufanya kazi. Kile unachofanya kwa siri kitakufuata hadi ukifanye sawa." Watoto walicheza, wakiimba nyimbo za kudhihaki kuhusu Zawadi na kuku. Zawadi alivaa kanga nyeupe na shanga. Uso wake ulikuwa mbaya, bado mtulivu.
Kuku hai na kifaranga ziliwekwa mbele yake na bakuli za chakula zilizoandaliwa kando yao. Wapiga ngoma walianza kupiga pole pole. Aliinua sauti yake na kuimba, "Nisamee mama kuku, nisamee kifaranga kidogo. Nilikuzika kwa hasira, ninakurudisha kwa amani. Nisamee, nisamee. Acha maisha yarudi kwangu." Machozi yalimshuka usoni mwake alipocheza pole pole karibu na kuku na kifaranga. Wanakijiji walipiga makofi, wengine wakicheka kwa ajabu, wengine walihamia kwenye ukimya. Neema alicheza kando yake akitikisa kiuno chake kwa kuzidisha na kutengeneza nyuso ili kurahisisha hali hiyo. Hata wapiga ngoma walicheka vituko vya Neema. Lakini sherehe iliendelea. Hatimaye Zawadi alichimba kaburi dogo kwa mikono yake mwenyewe. Aliweka kuku na kifaranga kwa upole ndani yake, akiwafunika kwa udongo, hali akiimba uhai wa mwisho wa wimbo wake. Ngoma zilikuwa kubwa, wanawake walipiga kelele na wanaume walitikisa vichwa kwa idhini. Ilipofanywa, Zawadi alihisi kitu kikiacha kifua chake, kana kwamba jiwe zito lilikuwa limebiringoshwa. Kwa mara ya kwanza kwa miaka alihisi huru. Usiku huo alilala usingizi mzito bila ndoto za huzuni. Alirudi jijini akibeba amani moyoni mwake. Hata mwezi haukupita kabla hajaona mabadiliko katika mwili wake. Nguvu zake zilikosa, hamu yake ilikuwa ya ajabu na moyo wake ulibeba furaha ya siri. Daktari alithibitisha, alikuwa mjamzito. Mzee Hamisi aliposikia habari, alianguka magotini na kulia kwa furaha. "Mpenzi wangu, umenipa zawadi kubwa zaidi. Wewe ni hazina yangu milele." Miezi kadhaa baadaye, Zawadi alizaa. Si mtoto mmoja, si wawili, bali seti 4 za mapacha, imara na wenye afya. Wafanyakazi wa hospitali walishusha pumzi kwa kushangaza, wakiita miujiza. Familia ile ile ambayo ilikuwa imemdhihaki sasa ilikimbilia miguu yake wakiomba msamaha. Mama yake alilia na kusema, "Nisamehe binti yangu. Nilikuwa kipofu kwa uovu. Wewe ni zaidi ya baraka." Zawadi aliwasamehe, moyo wake ukiwa umejaa furaha sana kubeba uchungu. Kilio cha watoto wake kilijaza nyumba na kicheko kilibadilisha huzuni. Yeye na mzee Hamisi waliwalea watoto wao kwa upendo, wakiwafundisha subira, wema na heshima kwa maisha. Huko kijijini, baba yake Bwana Juma alicheza kwa kiburi, akimwambia yeyote anayesikiliza, "Huyu ndiye binti yangu Zawadi, yule aliyepigana na huzuni na kushinda." Wanakijiji ambao mara moja walipiga porojo, sasa walitumia hadithi yake kama somo kwa watoto wao. Kamwe usizike maisha kwa hasira, kwa maana hasira hupanda laana, lakini unyenyekevu na heshima inaweza kurejesha kile kinachopotea. Zawadi aliishi kwa muda mrefu, maisha yake yamejaa baraka, na hadithi yake ilibaki kwenye midomo ya vizazi vingi. Hili ndilo funzo kubwa kutoka kwa Zawadi. Kamwe usizike maisha kwa hasira, kwa maana hasira hupanda laana, lakini unyenyekevu na heshima inaweza kurejesha kile kinachopotea. Na hivi ndivyo ulimwengu unavyokuwa. Zawadi alizika kuku mmoja na kifaranga kimoja, alirudi nyumbani na kupata mapacha 4, watoto 8. Hapo sasa, kama wewe una shida ya kupata watoto, sijui kama utapenda hili jaribio, maana ukifanikiwa utajikuta unahitaji basi dogo la shule, sio gari. Sasa tujiulize sisi, je, umewahi fanya kitu kwa hasira ukifikiri kilikuwa kidogo, lakini kikaleta matokeo makubwa kama mafua ya wiki nzima baada ya kunywa maji baridi bila ruhusa ya mama, au labda kuzikwa chini ya mlima wa kazi? Tujibu kwa uaminifu. Kama ungekuwa Neema, ungefanya pafu ngapi kumfanya Zawadi asahau shida zake? Tuambie kwenye maoni. Karibuni kwa ajili ya utamu zaidi. Kwa hiyo marafiki, kama umeguswa na safari ya Zawadi ya kutoka kuzika kifaranga hadi kuzalisha kikosi cha mpira wa miguu na wachezaji wa akiba, piga like kama vile Zawadi alivyopiga yes kwa mzee Hamisi. Weka comment, tuambie wewe pia una shida gani unayotaka mganga fumo akuonyeshe. Tumbo linafungika kwa vitu vingapi tena jamani? Gonga subscribe na usisahau kugonga kengele.
Hii itahakikisha hutakosa hadithi yetu ijayo, ambapo mzee mmoja alikataa kutoa kola nut kwa jirani yake na akaishia kujikuta anapanda mimea ya kola nut kwenye kipara lake. Utani tu jinsi. Asante sana kwa kutazama. Shiriki hadithi hii na yule rafiki yako anayehitaji mafunzo kuhusu hasira na baraka.